Yes, bana mambo vipi mfuatiliaji wa King Paul TV, ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Leo tuko na Fit Media. Kwa pamoja tumeweza kukutana na kijana hapa ambaye kwa namna moja ama nyingine anapitia changamoto ambazo zimeweza kusababishwa na mke wake. Kwa taarifa fupi ambayo aliweza kutupatia ni kwamba aliweza kubahatika kuwa na mwanamke, lakini kumbe mwanamke alikuwa si mwanamke wa kawaida, bali alikuwa na tabia za kijambazi. Kwa lugha nyepesi naweza nikatumia jina hilo, lakini tabia za kijambazi si kwamba tabia tu, bali hata kwa vitendo pia ambavyo alikuwa akivifanya. Sasa tuko naye hapa, tutakwenda kuzungumza naye mambo mengi. Kikubwa tu sasa kuweza kusubscribe, lakini pia ku turn on notification, mambo yatakuwa poa kabisa. Mimi nikukaribishe moja kwa moja mpaka kwa ndugu yangu hapa. Bwana, mambo vipi? Poa, nakuaje? Salama kabisa. Iko poa. Okay, sawa. Kwa majina unatambulika kama nani? Kwa jina naitwa Khalid Yusufu. Kwa mtaani huku naitwa Pengo. Pengo. Pengo imekaje hiyo? Imekaa poa. Una pengo kweli? Kweli yapo. Okay. Ya sababu ni nini ya haya mapengo? Changamoto tu, unajua za utafutaji nini. Ni hivyo, ni ajali tu kawaida. Ulikuwa kwenye ugomvi na nini? Hapana, pikipiki. Kwa dereva ndio hivyo. Sawa sawa. Mpaka sasa mpaka muda huu ni dereva au? Nimeachana na dereva, ila nafanya tu shughuli zangu ndogo ndogo. Okay. Yeah. Sawa. Nataka kufahamu kidogo kwa machache ambayo uliweza kutuambia muda ule. Nikaona ni vyema tukae kuweza kuzungumza mbele ya kamera za Fit Media na King Paul TV kuweza kufahamu yale ambayo aliweza kukupata kwa namna moja ama nyingine. Hali halisi ilikuwaje? Hali halisi ilikuwa niko kwenye shughuli zangu. Ni mfanya biashara tu mdogo mdogo. Akaja dada mmoja hivi. Sijajua alipotokea, ila alisema anasafiri, anaelekea Tanga, sehemu moja inaitwa Manga. Pindi nilipokuwa nakaa naye kwa muda mfupi, akagairisha ile safari yake. Akasema kwa kwamba mimi nahitaji nitafutie loji. Nikaenda nikamtafutia loji ya bei nafuu tu. Nilipomtafutia ile loji, hakutaka mimi niondoke. Akaniambia tunaenda kafunge biashara yako, uje na story na wewe. Ni kweli nikaenda nikafunga biashara, nikarudi nikawa naye. Kaendelea kupiga story na mahusiano yakaja hapo. Baada ya kuwa na mahusiano naye, sikutaka tena akodi ile loji. Nikampeleka hadi nyumbani kwangu. Nikawa naishi naye pasipo kujua wazazi wake wala ndugu zake wa aina yoyote. Nikaishi naye kwa muda miezi kama 5 hivi. Unaenda 6 kawa anatoka, anarudi. Akirudi anarudi na begi kubwa, namuuliza. Anambia nilifika tu kwa ndugu zangu, wakanipa hivi vitu nirudi navyo. Lakini mimi nikakaa kama mtoto wa kiume, nikasema sio kweli. Siku alipoenda sokoni asubuhi, mimi akaniacha nyumbani. Nikafungua begi lake. Ndio nikabaini kwa kwamba ndani ya begi lake kuna bastola. Kuna vitu vingi tu. Umeona, ambavyo ni vya kiserikali zaidi tuseme. Yaani si vitu vya kusema kwamba mtu wa kawaida akamiliki. Hapana. Ni kama bastola. Alikuwa na bunduki ndogo hivi, SMG, lakini kama imekatwa fulani. Ni ndogo. Na asilimia kubwa nikamwazia vibaya sana ule mwanamke. Nikasema si mtu sahihi kwangu huyo. Na aliporudi sikumuuliza. Nikakaa naye kama siku 2-3, akaniaga tena. Aliporudi akanikuta, nikampokea kama mke wangu, na mabegi mawili. Aliporudi na mabegi mawili, nikakaa naye nyumbani. Usiku nikamuuliza, mke wangu, safari nyingi unazifanya. Baada ya muda gani kukaa naye? Baada ya miezi 5 nahisi niko naye, ila safari zake anakitoka na kuaga. Bwana mimi naelekea, ananiambia naenda wapi,
ila kwa kwamba ananiambia nitatoka, nitarudi siku 2. Ni kweli kwa kuwa sikumwekea manani sana na najua ni mtu wangu kwa sababu nilipo naye kwa muda mwingi. Umeona? Inabidi nimvumilie. Kweli kumbe yule mwanamke alikuwa ni jambazi. Baada ya kubaini yule mwanamke ni jambazi, baada ya wiki hapo wakati unamuuliza hapo nini ambacho majibizano yalikuwaje? Yaani kwamba alikuwa akikujibu vipi na wewe ulikuwa ukimhoji vipi? Majibu yake ananiambia kwa kwamba mimi inabidi nimwambie bwana, nimekuta kwenye begi yako kuna bastola, kuna vitu vingine, bunduki kama 2 na kwaje. Akanambia yeye ni askari mpelelezi. Askari mpelelezi. Sasa hata kitambulisho chake sikuweza kukiona. Nikamwambia nionyeshe iko kitambulisho chako kama yeye ni askari mpelelezi. Umeona? Lakini mwisho wa siku akaaga safari nyingine, akaenda akarudi. Aliporudi akaondoka, akawaibia wapangaji wenzangu pesa za vikoba. Ina maana kuna wamama wanacheza vikoba. Wakaeka kwenye hela kwenye sanduku la chuma. Yeye akavunja na akabeba kabisa na ile lile sanduku lenyewe, akaondoka nalo. Na takribani yule mama nilopanga naye akawa amesema ndani kulikuwa kama na 2,2 na 500,000. Na mimi mwenyewe kwenye kuhifadhi hela zangu kwa sababu ni mfanya biashara mdogo niliweka kama 500,000. Nazo amepita nazo. Unaona? Basi tukafanya process za kwenda polisi, kumfuatilia, lakini tulishindwa kwa sababu hatujui ametokea wapi na kwao wapi. Nataka kufahamu kwa sababu najua kuna vitu vingi uliweza kutueleza kabla ya kukaa hapa. Kuna mengi ambayo unaweza kutuambia. Nataka kufahamu kwa undani kidogo. Ulianza vipi kuweza kumkaribisha ndani na kuweza kumpa nafasi kama mwanamke? Na je, ulishawahi kuweza kuzungumza na familia kama bwana 1 2 3 nakaa na mtoto wenu? Hapana, sikuweza kumfahamu ndugu yake na yote wala kumpigia simu kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa hakunipa nafasi hiyo. Kila nikitaka niwasiliane na ndugu zake anatumia tu kuwapa simu marafiki zake, ndio kusema kwa kwamba huyu ni baba mdogo au mama mdogo au mjomba. Umeona? Ni kweli nilikuwa naongea nao, lakini baada ya siku kujua kusema kumbe wale walikuwa ni washirika wenzake au niseme ni majambazi wenzake. Umeona? Ndio ikawa hivyo. Kwa hiyo zile safari alikuwa hakwambii kwamba anaenda wapi na anakaa muda gani? Hapana, haizidi alikuwa akitoka kwangu anakaa ndani ya siku 2, siku 3 anarudi. Siku ya kwanza nakutana ile sasa hali ya kukuta niseme siraha kwa namna moja ama nyingine. Kuogopa labda kofia, na unajua dunia imenibika sana. Kwa namna moja ama nyingine kuna kitu ambacho uliamua kukifanya kabla yeye kufika? Hapana, mimi aliponiambia yeye ni askari mpelelezi na baada ya kumuuliza ile bastola, na yeye kwa binafsi yeye mwenyewe alinithibitishia kwa kwamba ni askari mpelelezi. Kwa hiyo sikujaji sana, nilitokea kumwamini tu kama mke wangu, lakini mwisho wa siku ndio ikawa hivyo. Siku ya kwanza kuingia guesti ambapo wewe ndio ulimtafutia, alilipa mwenyewe? Alilipa takribani siku 3. Na hizo siku 3 zote mkaa mnakaa kule? Wewe unafanya biashara zako, unafunga, unaenda kukula? Naenda lodge. Na ilikuwaje sasa kwa namna moja ama nyingine? Wewe baada siku 3 kuisha akataka kuhamia nyumbani kwako, au wewe ndio ulimshawishi yeye kwamba tuhamie? Hapana, mimi nilimshawishi kutokana nilivutiwa na yeye. Labda alikuwa ni mwanamke wa aina gani labda hapo kwenye kuvutiwa? Muonekano wake hata wewe uweze ukavumilia mzee. Inabidi chombo tu weke ndani, maisha mengine yaende. Unaona, ni mwanamke ambaye kiukweli ni yuko vizuri kila idara mzee. Unaona, na sisi wanaume kama unavyojua, tukiona mwanamke yuko kwenye mazingira na urembo wake mwenyewe, ni hivyo unavutia ndani mzee. Labda kabla ya hapo ulikuwa kwenye mahusiano? Nilikuwa kwenye mahusiano, lakini sikuweza tena kuwa na baada ya kumpata huyu sikuweza kuwa na mahusiano mengine zaidi ya yule. Ulifanya usaliti hapo? Nilifanya usaliti kwa sababu
Yule nilokuwa naye pale mwanzo kabla ya huyu tulikuwa kwenye mahusiano ambaye sio mazuri, ya changamoto. Na labda alikuwa akikutegemea kwa asilimia ngapi kipindi mnaishi pamoja? Kipindi tunaishi pamoja ni huyu mwizi sasa, huyu jambazi. Jambazi kiukweli alikuwa anajiachia kwa sababu mimi ukiangalia kipato changu kidogo naweza nikaacha hata 5,000, 6,000, umeona? Lakini nikakuta pale ndani mzee kumenona, si unajua? Mazingira yani nyama nini, kuku nini ile fresh, si unajua mtoto wa kiume unaacha hela ndogo ukija afu unakasha kupanga na ni polisi kachukulia kawaida mzee, baridi mzee, kibosi yani. Sasa na yaani kupata hofu kabisa. Ni kweli muda fulani nilipata hofu kwa sababu yule mwanamke kwa kwamba sikuogopa sana polisi. Kwa kuwa alishaniambia ni polisi na changamoto za polisi mimi nazijua, au sio? Umeona, unaweza kuongea naye urafiki, mwisho wa siku yule akakusaliti. Umeona? Akaona kama mimi namiliki mwizi. Umeona? Kwa hiyo sikuwa na mashaka naye kwa sababu aliniambia yeye ni askari mpelelezi. Ni hivyo, sikuwa na mashaka naye. Sasa ndio umesema mlidumu kwa jumla wa muda gani? Miezi 5 kwenda 6 hivi. Yeah. Na ulikuja kugundua hilo katika miezi mingapi? Ndani ya miezi 3. Niligundua kama yule mwanamke ana silaha ndani ya begi lake. Ndani ya miezi 3. Ina maana hapa mko mnaishi pika pakua? Yeah. Unatoka unamwacha nini? Naacha mzee kibunda pale mezani, mimi naenda kwenye utafutaji. Na kwa namna ambayo tabia yake kwa ujumla pale ambapo alikuwa akiishi na wenzake, majirani zako walikuwa wanamzungumzia ni mtu aina gani? Kiukweli yule dada alikuwa anapendwa sana na majirani. Ikafika mpaka yule mama ambaye aliomuibia lile sanduku la kikoba alimruhusu mpaka waingie ndani, akawa anashinda hadi ndani kwao. Yaani kama ndugu tuseme, tulikuwa tunaishi kama ndugu. Lakini kumbe yule mwanamke moyoni mwake na tabia yake si ya kweli mzee. Tukio gani ambalo ashakufanyia ambalo uliona kabisa kwamba hili si la kawaida? Ilikuwa kama siku ya sikukuu. Nikamwachia hela mzee, baada ya kuacha hela nilivorudi sikumkuta. Na napiga simu akawa pokei. Kweli nikanyamaza, nikawa naendelea na shughuli zangu. Siku ya pili akarudi. Alivorudi ananiambia samahani mume wangu, mimi nilienda kwa mzee tu hapo, ila nimerudi hivi fresh, haina shida. Unataka kula nini mume wangu? Kaambia mimi chochote ninachotaka kula ni fresh. Akaenda kanunua kuku mzima, akaja kakaanga pale, akaja pika akagaia na majirani ambaye ni wale aliowaibia. Sasa hatujui mbele yake itakuwaje. Yeah, lakini tulikuwa tunaishi naye vizuri tu. Yeah. Kwa mkishi vizuri sana mwanangu. Sasa anakuambia kwamba nimetoka kwa wazazi na nini, ukaendelea kumwamini kwamba kweli ni anatoka kwa wazazi. Inaonekana kama ulikuwa umemwamini too much, yani kupitiliza kiasi. Ni kweli nilimpenda sana, ndio maana nilimwamini mzee. Kwa sababu mtu usompenda uweze kumwamini mpaka kumleta nyumbani unapoishi. Nilimwamini sana. Uliweza kuijuza familia kwamba bwana niko na mtu kwa sasa naishi naye, japo kidogo nimekuta changamoto 2-3, kwa lote likitokea basi ndio pa kuanzia, au kuweza kutoa tahadhari kwa wazazi? Familia yangu mimi ilikuwa inaelewa kwa sababu ilikuwa inakuja pale kama wadogo. Kama wadogo zangu wanakula chakula pale fresh yani. Kwa wadogo zangu walikuwa wanafahamiana naye, japo mimi ni mtu wa hapa ni mikoani kwetu. Nimekuja tu hapa kutafuta maisha. Kuniambia kwamba ni eneo lile ambalo tumekaa? Hapana, ni eneo lingine, ila kwa kwamba ni maeneo haya kasoro ni nyumba tu. Kasoro nyumba tu. Ina maana ni hapo juu nikaja nikahamia hapa. Ina maana baada ya kupigwa tukio hilo hapo nikahama. Ndio nikahamia mazingira haya. Kipi ambacho ulikipoteza sasa baada ya kuweza kushuhudia kwamba umefanywa tukio fulani?
ambacho unahisi kabisa kwamba ilikuwa ni kitu cha msingi sana tukiachana pesa? Niliumia sana kwa sababu ni mwanamke ambaye nilitokea ni kumpenda. Okay. Kwa kumpoteza yeye pia ikawa ni maumivu. Na yeye ikawa maumivu kwangu makubwa sana. Na nilitumia muda mwingi sana kuaswa yani. Kwa sababu nilikuwa napambana, nilikuwa natumia nguvu kupambana. Umeona, kwenye harakati kwa sababu ya mchumba, si unajua? Umeona. Na labda mpaka sasa imechukua muda gani kukaa mbali? Tatokea ameondoka yeye mpaka muda huu na kama mwaka wa pili hivi. Mwaka wa pili. Na hamjawahi kuzungumza kabisa? Hapana, sijawahi kuzungumza naye tena kwa sababu nilikuwa na simu kubwa. Akawa ananitafuta kwenye simu kubwa lakini baada ya kuondoka. Na baada ya kuondoka akaendelea kukutafuta? Kanaendelea kunitafuta. Unahitaji nini? Sijajua kwa sababu kwa kuwa niliona tu picha zake ananitumia, nikawa namcheki WhatsApp, Facebook nini. Akiona picha zangu huwa anacomment nini, unajua? Lakini sikuweza tena kuwa karibu naye kwa sababu ni mtu ambaye amenipa maumivu makubwa mzee. Na wewe bado unampenda? Kiukweli mzee, maumivu huwa yanaisha kwa sababu nilimpenda lakini moyo wangu kahamishia kwa mtu mwingine sasa hivi. Kwa yale yaliyotokea umeamua kuachana naye? Niliamua kuachana naye kwa sababu alikuwa sio chaguo. Japo mimi nilimweka chaguo langu na niweze kuishi naye kabisa kama mke na mume. Umeona, na nilipotaka kufika kwenye familia yake ikawa hapendi kabisa twende kwao. Sasa familia alikuwa alitaki, in short kwamba kukutambulisha ilikuwa ni jambo gumu sana. Alikuwa anawapa tu marafiki zake. Inawezekana na kwa jinsi tukio lilivyonipata, wale nilivyohisi kwa mimi moyoni mwangu, wale ni watu wao, ni wenzake kwenye shughuli. Kwa sababu sijawahi kuona kabisa. Sijawahi kumuona hata mmoja, ila nikirudi tu majirani pale wananiambia alikuja ndugu yake fulani. Unaona? Alikuja ndugu zake. Wakakaa sasa. Mimi nikawa nawaza inakuwaje mimi ndugu zako siwajue wanakuja hapa lakini siwafahamu inakuwaje. Yule mwanamke atasema hapana, wanakuja tu muda ambao wewe uko busy na kazi. Kwa hiyo siwezi kukuambia urudi ufanye nini, nikawa nakuacha tu, ipo siku yote utakaa nao nitawaita. Na katika upande wa mavazi, kwa nini kuvaa vitu gani? Yule kwanza alikuwa anapenda kuvaa mabaibui mzee. Ina maana anaficha mwili. Yaani anavaa stara kabisa. Stara kabisa mzee. Na ukiangalia mazingira ya ndani nini mzee? Swala la udi nini? So okay. Yaani ni hivyo yani. Ni mtu ambaye anapenda kunukia muda wote. Anapenda kunukia muda wote, na huwa ikifika usiku na toka au anakwambia tutoke, anavaa tu mavazi ya kawaida ambaye kila mtu anapenda kuyavaa kipindi anatoka na mwenzie. Hapo umechanganya kidogo kwenye mambo udi hapo, mambo kuvaa stara nini? Mtanga hapo. Mtanga. Mtanga mzee. Kama singefanya vitu vyovyo, basi moja kwa moja ningesema basi mwanangu ulikuwa na kiumbe ambaye si binadamu wa kawaida. Lakini sasa kwa sababu tayari ashaharibu, basi ninaweza nikasema tu ni namna ambavyo amekuwa katika mazingira labda ya kupenda manukato muda. Unajua manukato ama vitu vya kunukia kila wakati mtu kivyo, ukiwa unahisi kama unapenda kuvitumia, basi jua kwamba sio wewe. Kwa sisi binadamu. Lakini kwa wao wenyewe, wao viumbe, ina maana kwamba wao ni kama chakula chao. Kwa ni kawaida kusikia zile mambo ya harufu muda wote na nini. Lakini kwa sisi binadamu ni ile kama tu flavor fulani hivi, upate tu smell nzuri, usikie zile harufu nzuri na nini, lakini pia kuweza wengine na imani zao kama kuondoa nuksi na nini. Sasa kama angekuwa ni mtu ambaye amefanya kitu chema kwako, basi naweza nikasema kwamba ulipata nafasi ya kuwa na kiumbe ambaye si cha kawaida. Hapa nazungumza katika upande wa majini. Lakini kama ulibahatika kuona ama kushuhudia kwamba alikuwa tu ni mtu kujiweka stara, lakini kutumia manukato ni makali nimesema, na maudiudi na nini, basi inawezekana ni katika namna fulani ya kiimani ama
makuzi ambayo ameweza kukulia. Kwa usiku mkitoka ni fresh, yani anavaa vimini, mzee, suruali nini, ni hivyo yani, tunaenda tuna enjoy tunarudi. Mchana ndo hivyo. Mchana ndo hivyo. Kama unaweza kuchukulia kama ile nyimbo ya ni Matonya Taxi Bubu, yani unajua kama hicho kilingia kichwani. Na ndio maana naikubali sana ile nyimbo mwanangu. Pole sana ndugu. Nishapoa mwanangu. Kuna kitu umejifunza hapa na Imani. Umejifunza kitu gani? Nimejifunza mwanangu, sasa hivi siwezi kumwamini tena mwanamke wa kukutana naye tu nikamchukua nikampeleka home, au sio? Na amenipa fundisho mpaka nikafikia wakati sasa hivi nimeoa. Ndoa kabisa. Ni ndoa kabisa. Sawa. Bwana, vijana, kuna namna hapa ambayo tumeweza kuiona ama kusikia kwa ndugu yetu kwamba aweza kumkaribisha mtu ambaye alikuwa si sahihi. Imagine unamkaribisha mwanamke kwako, mjafahamiana kiundani, ile kaza mwisho ndugu yetu ameweza kukutana na janga zito. Kuweza kukutana na mwanamke ambaye ni jambazi. Kizungumzaji jambazi sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Sasa imagine kama si Mungu, pengine ndugu yetu tusingekuwa naye kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mtu kama anakutana na silaha kabisa, basi jua kwamba hapo kuna uzito wa jambo ambalo lipo. Lakini kikubwa na kizuri ni kwamba ameweza kuepukana na vyote na kila mmoja anafanya maisha yake. Jamaa anasema kwamba hajui aliko mpaka sasa, na mwanamke anafanya mambo yake, maisha yake, na ndugu yetu hapa naye anafanya maisha yake. Lakini ya Mungu nadhani anajua Mwenyezi Mungu, pengine huko aliko baba ni mgonjwa ama yuko katika namna fulani, hayo ni ya Mwenyezi Mungu. Lakini sisi tunachojua ni kwamba haupo katika maisha yake na yeye hayupo katika maisha yako. Na pia uliweza kusisitiza kwamba hautaki kutaja jina, ni nzuri pia kwa sababu unaamini kwamba kila mmoja anakuwa na ile hali ya kujisikia vibaya endapo pale anapoguswa pabaya. Unajua kwa hiyo sisi tumelizingatia hilo, na pia tuweze kusababisha kitu chochote kibaya kutoka kikupata, nadhani nikasema, kwa kuwa na amani, kwa sababu hujamkosea mtu bali umeweza kuzungumza kile ambacho uliweza kukutana nacho katika maisha yako, na kwa namna moja ama nyingine Mwenyezi Mungu amekuepusha. Lakini pia hii ni iwe funzo kwa vijana wengine, iwe funzo kwa sababu unapokuwa unakutana na mtu from nowhere, unampa nafasi ya kumweka katika maisha yako, jua kwamba ni hatari iliyoje. Vipi kama angekufia? Unajua kuna mambo mengi hapo. Wewe umekutana na mwanamke ambaye ni jambazi, lakini je, kama angekuwa ni mgonjwa akakufia ndani, nini ambacho kingekupata mpaka leo hii? Kipindi nikawa namuuliza kwenye swala hilo, bwana wewe ndugu zako mimi siwafahamu, unakuaje siku ya siku umeumwa, mimi nitakupeleka wapi? Akanambia nimpeleke polisi, kwa sababu polisi wenyewe ina maana yupo pale kwangu kikazi. Umeona? Kimpeleka polisi watamjua tu. Umeona? Kwa kuwa aliniaminisha kwa hivyo. Umeona? Kwa sababu swala polisi inafika jioni, anaenda anatoka mwenyewe anakuambia naenda kuripoti. Umeona? Kwa aliniaminisha kwa vitu vingi, anatoka anazunguka nyuma ya polisi. Umeona? Hapana, anaingia kituoni. Ushakumshuhudia? Nilimshuhudia mara moja tu, kwa sababu alizunguka ile polisi ujanja, lakini sikumfight kwa kuwa alishaniaminisha bwana mimi ni mtu fulani na anaenda pale kwa ajili ya kitu fulani. Umeona? Anaenda kusaini kwa yupo kwa mji huu kwa muda. Pole sana mzee. Vijana wenzangu tujifunze sana kupitia mimi, kwa sababu na yalionikuta mimi ni makubwa sana. Unaona? Na kama hivyo angekufia ndani, ingechukuliwa kisheria zaidi. Kwa hiyo usimchukue mtu tu ili mradi ukamweka ndani, fika kwao. Ni hivyo nikajifunza mzee. Kijana wa umri wa miaka mingapi kwa upande wako? Anaweza akafika kwenye 25, 26 hivi. Mimi na miaka kama 30 hivi. Kwa binti ni kama 25, 26. Kwa muonekano ni binti mdogo Ni binti mdogo tu, sema ndio hivyo mambo mengi.
Basi sawa, mfuatiliaji wa KingPort TV, nadhani umeweza kutusikia yale ambayo tumeweza kujadili hapa, kuzungumza, na umeweza kumsikia vyema kabisa ndugu yetu kwa yale ambayo ameweza kutuambia hapa, lakini imani ni ya kuweza kupambana katika upande wake yeye na yale ambayo ameweza kujitokeza. Imani yake imebaki kuweza kuamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo na ameweza kumsaidia na kumuokoa kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo pia wewe kijana mwenzangu bwana, tuwe makini sababu dunia hii ina mambo mengi sana. Tuwe makini, lakini pia tuzidi kumcha Mwenyezi Mungu, kumpa nafasi kubwa katika mioyo yetu, ili naye Mwenyezi Mungu aweze kupata nguvu ya kuweza kutulinda zaidi, ama aweze kupata niseme nafasi ya kuweza kutuepushia mambo mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo, pengine tunaona kwa macho ama hatuyaoni. Sasa yeye ndiye mlinzi wetu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tumshukuru na tuweze kumpatia sifa nyingi za utukufu, lakini pia naweza nikasema tuzidi kuamini katika jina lake. Mimi nashukuru sana na sina la ziada, na hatuna la ziada, naamini. Ama una la ziada ndugu yangu? Hapana. Okay. Nimepita tu. Okay, basi sawa, shukrani sana.